Watu wengi hawana furaha kwenye maisha yao kutokana na vipato vyao. Sasa leo nitaenda kukuambia mbinu ambazo au vitu ambavyo nitakuvifanye ili kuanzia sasa na kuendelea uwe na amani kwenye maisha yako kupitia kipato chako. Kitu cha kwanza, nitakuwa ujue usiwe mtu wa kutegemea bahati. Ishi maisha ukiwa una mipango yako, unaitimiza, unaifuata kama ulivyoipangilia ili malengo yako yatimie. Kitu cha pili, ifanye pesa yako ikufanyie kazi. Watu wengi wanataka wafanye kazi kupata pesa, lakini hakikisha unatengeneza mfumo ambao pesa yako wewe itakuwa inakutafutia pesa zingine. Huku na unaendelea kutafuta pesa, lakini hakikisha kiasi kikubwa cha pesa yako ndio kinakuwa inatafuta pesa yake nyingine, na maanisha uwe mtu wa uwekezaji. Kitaalamu hiyo inaitwa passive income, kipato tulivu, yani pesa yako inatafuta pesa nyenzie. Halafu kitu kingine, control lifestyle yako. Yani usiishi maisha ya kuiga. Maisha ya kuiga yatakugharimu, kwa sababu unavyoishi maisha ya kuiga huishi wewe, yani unaishi maisha ya mtu mwingine. Pia kwa nini uishi maisha ya kujionyesha? Pia acha kuishi maisha ya kutaka uishi ili watu wakuone unavyo, wakuone unacho. Yani hiyo ni hatari. Lakini mwisho na ni muhimu na ilitakiwa iwe namba moja, wekeza kwako binafsi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wekeza kupata maarifa sahihi kwa vitu unavyotaka kuvifanya. Unataka kufanya biashara, angalia maarifa sahihi yanayohusiana na hiyo biashara unayotaka kuifanya. Unataka kuwa mkulima, tafuta maarifa sahihi ambayo yanahusu huo ukulima. Boss. Ili mbeleni na sasa hivi uanze kuishi maisha yenye amani. Ujue amani huwa inakujaje? Amani huwa inakuja pale ambapo una mipango unaendelea kuitimiza, lakini pia una akiba na una uwekezaji fulani wa kibabe. Uwezo kama mkubwa, ila kwa vile wewe ndio unayefanya na wewe ndio unayepangilia, amani lazima ije boss wangu. Hakikisha unafanya hizo mambo. Yes.